Ripoti mwanafunzi. Kanuni 5 za msimulizi mkubwa. Kamanda. Hii ndiyo inatofautisha mwandishi wa mashine na mwandishi wa mwili. Kanuni ya kwanza, mstari mmoja au injini ya hadithi. Maana yake hadithi yote inapaswa kutoshea kwenye sentensi moja. Nani alifanya nini ili apate nini na kwa nini? Jinsi ya kuitumia. Jaribu. Rachel alipiga komeo ili kudhibiti Irene, kwa sababu alidhani bila udhibiti yeye hana thamani. Ukikosa neno moja hapa, hadithi yako haina mlango. Hadithi yako haina mgongo. Kanuni ya pili. Msimulizi ni mchezaji. Maana yake, wewe si roboti. Wewe ni mchawi. Kazi yako ni kuchezea akili ya msomaji. Jinsi ya kuitumia. Jaribu. Usimwambie msomaji, Rachel ni mbaya. Cheza naye. Mpe Rachel dakika moja ya kusema maneno ya huruma, halafu dakika inayofuata apige komeo. Msomaji atashangaa, huyu ni nani kweli? Kanuni ya 3. Chagua matukio makali tu. Maana yake, maisha ni masaa 24. Hadithi ina sekunde 10 tu zilizochoma. Jinsi ya kuitumia. Usiandike, Jili alienda sokoni. Alirudi sokoni. Alipika. Andika tu sekunde ile Jili aliposikia komeo likifunga mlango. Sekunde ile moja sawasawa na maisha yote. Kanuni ya 4. Mchezo wa kuficha na kufunua. Maana yake hadithi sawasawa na fumbo. Unampa msomaji kipande kimoja na unamficha msomaji kipande kimoja. Jinsi ya kuitumia. Funua, Rachel anapiga komeo. Ficha, kwa nini Rachel anaogopa kimya. Msomaji atafuatilia hadi ukurasa wa mwisho kutafuta jibu la kipande kilichofichwa. Kanuni ya 5. Lenga maarifa ya moyo. Maana yake msomaji asimalize akisema nimejua ploti. Atake kumaliza akisema nimemuelewa Jili. Jinsi ya kuitumia. Mwisho wa hadithi msomaji asiseme Irene alishinda. Aseme mimi pia nina komeo langu ndani. Hapo umempa hekima, sio habari tu. Amri 3 za kamanda. Jaribio la msimulizi na jaribio la roboti. Baada ya kuandika ukurasa wowote, jiulize maswali haya 3. Amri ya kwanza. Jaribio la mstari. Inua mkono. Sema kwa sauti sentensi moja ya hadithi yako. Jili alifanya nini ili apate nini na kwa nini? Kama unakwama neno la 3, sawasawa hadithi yako haina injini. Simama, tafuta injini kwanza. Amri ya pili. Jaribio la fumbo. Chukua sura uliyoiandika. Futa sentensi moja. Je, msomaji bado atafuatilia? Kama ndiyo, sawasawa umeandika ripoti, si fumbo. Lazima kila ukurasa uache swali moja kichwani mwa msomaji. Amri ya 3. Jaribio la nimeishi. Funga macho, soma sura yako kama msomaji. Umehisi kama wewe ni Jili sekunde 10? Moyo wako ulipiga haraka? Kama la, umeandika ripoti ya polisi. Andika upya. Msikilizaji lazima aishi ndani ya sura yako, sio kuisoma tu. Hitimisho kwa kamanda. Siri ya mwisho. Kanuni ya dhahabu. Kamanda, kazi yako si kusimulia tu kile kilichotokea. Kazi yako ni kumfanya msomaji aishi kile kilichotokea na kumfanya aishi kwa kumchezea. Mpe kipande, ficha kipande. Acheze naye kama paka na panya. Siku apatapo panya, sawasawa hadithi imeisha. Kazi ya mwisho leo. Chukua dakika 2. Andika mstari mmoja wa hadithi yako kwa mtindo wa kamanda. Haya, tuanze. Alifanya ili apate, kwenye mabano unaweka kile anachokitaka. Unaendelea kwa sababu, kwenye mabano unaweka sababu au jeraha lake. Alafu kwenye mabano unaweka jina la mhusika
mabano yanayofuata unaweka kitendo. Mfano wangu kamanda. Jili alikubali kuwa kivuli ili apate amani ya nyumba, kwa sababu utotoni aliamua ni bora ninyamaze kuliko nirushiwe sahani. Tuma mstari mmoja wako kamanda. Kama sentensi hiyo ina nguvu, basi hadithi yako yote ina nguvu. Ripoti imekabidhiwa.